Nenda kamwambie jinsi navyompenda mimi, kama mapenzi bado. Doze ben, doze. Niambie kitu Dar es Salaam. Hii nyimbo niliimba maisha yangu ya ukweli. Unajua nilikuwa najaribu kuimba lakini kila nikiimba vinyimbo vinakuwa vibaya stoki. Kumbe nilikuwa bado kuna kiwango sijafikia, kulikuwa kuna maumivu lazima niyapate. Kwa kuna dada mmoja nampendaga sana, na leo nimemuona yumo humu ndani. Yule pale, yule anakimbia, yule kule. Kamera hebu mpate yule pale. Huyo. Cameras, mbona simuoni? Cameras kwani ziko wapi? Nikupandisha. Njoo. Kamera nipandi, njoo Onesmo. Pandishie wewe. Huyu dada anaitwa Sara. Huyo ndo sababu ya mimi kuimba nyimbo, kamwambie. Nimekaa hapa naimba nikamwona, kasema si ndo yule jamani. Enzi zangu hizo toka Tandale huko udada. Huyu dada mimi namheshimu kwa sababu na mimi ni chachu mafanikio yangu. Aliniumiza moyo. Akafanya nikaandika nyimbo nitoka mwambie. Simuona siu miaka mingapi, at least nimuona tani mhag. Jina lake anaitwa Sara, na ndio yeye alosababisha mimi nikaimba nyimbo hii. Na kama bahati leo hapa naimba na mbona simuoni anakuja? Nenda kamwambie jinsi navyompenda mimi, na kama mapenzi bado mwambie tayaongeza mimi, ila kamwambie jinsi navyompenda mimi, na kama mapenzi bado. Wakati huo uko mdogo binti Sara. Jo Sara. Anaona aibu. Unajua ashakuwa na familia sasa hivi, mtoto na nini sasa. Huyu ndio Sara. Miaka 15 nyuma alimwimbia hii nyimbo, akamwambia kwa nampenda sana. Kipindi hicho kibichi kitu. Unajua nimeshatoka kwa Tandale huko, unajua nikimwona na Beyonce unajua nachanganyikiwa. Akanchapa matukio, ndio nikaenda kuandika hii nyimbo, na kile nilichokimba huko ndani nikiandika kwa sababu yake. Lakini baadaye tulikutana, tukazungumza, tukamaliza, akawa rafiki yangu. Basi kama unajua tafadhali imba na mimi.